Angalia hapa. Ndio wewe. Ndiye. Pini ya moyo imenichoma ndani. Kumbe si wangu milele. Pini ya moyo imeniumiza roho. Aliyekuwa wangu sasa ni wa mwingine. Pini ya moyo, maumivu hayaponi. Mapenzi ya kweli yamegeuka ndoto mbaya. Pini ya moyo, nimeachwa gizani. Alikuwa wangu, leo si wangu tena. Naona kicheka, lakini sio yeye. Anaongea peke yake kama anafahamu. Mapenzi yetu yaligeuka kivuli, na sasa amebaki kama chizi mitaani. Najiuliza kosa langu lilikuwa nini? Kumpenda sana au kumuamini? Lakini nguvu za giza zilimchukua na kuniacha na jeraha lisilopona. Sasa umenishtua. Philip, karibu. Mbona kama uko sawa? Ni kweli Junior, siko sawa. Katika maisha huwa tumesahau sana sifuri, maana kwenye 10 ndio huwa tunakumbuka sifuri. Tunaanza kuhesabia 1, ikifika 10 tunaikumbuka sifuri. Na laiti kama kwamba ningeweza kukumbuka ushauri wako ama ningeuzingatia ushauri wako, haya yote singeweza kumkuta. Unamaanisha nini? Unajua mara nyingi unazungumza sana kwa misamiati, kwa hiyo wanatumia akili nyingi sana kukuelewa. Hapa namzungumzia Faima, mwanamke wangu mimi. Kuna muda huwa nikikaa nikitafakari ushauri wako, nilikuwa naona kama wewe ni malaika. Yaani umekuja kunionyesha njia za kuishi na Faima. Lakini nikakuona shetani. Mpaka sasa tunazungumza Faima na mimi. Kizambo, unanishangaza sana. Unajua ni muda mrefu sana umepita. Sijategemea kama kwa muda huu utaenda kumzungumzia tena Faima. Ni kweli Junior. Ninapozungumza Faima nimemweka ndani ya moyo wangu. Silali, muda wote nakaa namwaza yeye. Sasa hapo tayari nimeshapata picha. Kwa nini unamwaza sana Faima? Na kuna nini kimetokea kati yako na Faima? Namwaza Faima kwa sababu nampenda. Alafu ni miezi mitatu sasa. Akili yangu nafikiria yeye. Kawaida ngoma inapoambwa, kazi yake ni moja tu, kupigwa huku watu wakicheza. Na kuna wakati unaweza ukapiga ngoma wewe mwenyewe huku ukicheza wewe mwenyewe. Lakini pia kuna wakati unaweza ukapiga ngoma watu wengine na wakacheza watu wengine. Na bila shaka tayari wewe uko mchezoni. Unakupiga hesabu tangu alivyoondoka, unagundua kabisa mimba sio ya kwako. Kwa sababu gani nimezungumzia habari ya ngoma? Ngoma ina utaratibu mwingi wa kucheza. Ina staili nyingi sana za kucheza. Na hii ni moja ya staili unayotumia wewe. Kwa sababu wapigaji wako wanaipiga ile ngoma. Huo ujauzito sio wa kwako. Na sasa hivi umeingia kwenye vita ya nafsi. Unajiuliza mtoto akizaliwa atakuwaje? Unajiuliza aliyempa Faima ujauzito ni nani? Mambo mengi sana unafikiria. Mimi sio malaika kama unavyosema wewe. Malaika ni malaika, binadamu ni binadamu. Isipokuwa watu wengine tuna vipawa vya kuwashauri watu. Ila hatuwezi kuingia kwenye ubongo wa watu na kumtekenya akaelewa kile unachokiamini. Mimi singeweza kushauri zaidi ya pale. Sasa hivi na jukumu moja tu. Kumuomba Mwenyezi Mungu na kufanya mambo yako yaende. Tafuta pesa. Pesa ndo kila kitu. Pesa ndo kila kitu. Ni jambo moja tu ambalo nilikuwa nikifikiria kutoka kwa Faima. Nimkamate kwa nguvu, japo hataki kunisikiliza, japo hataki kuniona. Nataka nikapime naye, huenda mtoto akawa ni kwangu. Kizamba, kama nilivyokuambia, mtegemee Mungu na kutafuta pesa basi. Huo ndio wanaume. Alikuwa hana pa kwenda, baridi ya usiku ilimchoma, machoni machozi, maisha yakamchoka. Nikamwona, nikampa mapazi moyoni, sikumjua kama takuwa jeraha rohoni. Nilimvalisha tabasamu, nikafuta huzuni yake.
nikampa mapenzi ya kweli, nikasahau hata yangu ya... Ndio. Bwana, tumekuja mkurugenzi. Ndio. Bwana Gwiji, tumekuja kwako. Shida yako Rejo. Nimekuona tangia mnapotoka. Ninaona tangia mnapotoka mpaka kuja hapa. Na nikijua kilicholeta. Nimeona hapa. Wewe bwana. Una mtu wako, ndio? Tatizo dogo sana. Nimekuja kwa Gwiji Magwiji. Nimekuja kwa Kalumanzira. Sema Kalumanzira. Unataka arudi, si ndio? Mchawi kaingia. Angalia hapa. Ndio huyo. Ndiye. Ndio huyo. Mchawi kaingia. Kazi yako ndogo sana. Nisikize kwa makini. Huyu mkeo unapomwona, huyu mpenzi wako unapomwona, sio akili zake. Kuna mtu ambaye alimtuma sawa, hajachukua vitu kwako, vitu ambavyo vilipopelekwa hapo vitu kwa mtu mbaya sana, mtu ambaye majini wanamjua, tena amemlipa. Huyo mwenzie ni mtu mbaya sana, mizimu ya kolera wanamjua. Mimi mwenyewe ninamjua ni nani. Kalumanzira. Ndio amna mtu yote ambaye anamweza zaidi wa Kalumanzira. Sema Kalumanzira. Sawa. Kaingia njia sizo. Sawa. Takupa dawa. Unaelewa? Hiyo dawa nitakayokupa hapa. Unatakiwa utafute nazi iliyokauka. Nazi iliyokauka uitoboe nyuma. Sawa? Ukishatoboa nyuma utaitia hiyo dawa. Tumeelewana? Sema Kalumanzira. Utafuatiza masharti. Au masharti nitakayokupa. Unatakiwa kukosa. Unatakiwa hiyo nazi ukaivunje njia ya panda. Njia ya nini? Njia ya panda. Nyosha mkono kubeda. Baba. Nataka huyo. Wasta mwana mtu wako. Nakupa dawa. Mchawi karugira. Nangina namba kidogo. Ila usikose masharti. Sawa. Unatakiwa ukishatoboa nazi uitie nyuma, uitie kwenye nazi njia ya panda, njia ambayo wanapita watu wakwenda huku na watu wakwenda huku. Katikati ya hiyo njia unaipasua hiyo nazi ukiwa na nguo moja tu. Nguo moja tu. Sema nguo ipi? Nguo ya ndani. Sawa. Ukifanikisha hapa na kuhakikishia atarudi. Endapo ukikosea masharti kijana, utaumbuka, utaumia, utapata matatizo. Hapo nimemaliza. Sawa, nimemaliza. Sema ndio mkuu. Sema ndio mkuu. Malipo. Mtarudi.
Kwenye mafanikio ndio mtarudi. Mkifanikiwa ndio mtarudi kunishukuru. Sawa? Mkifanikiwa ndio mtarudi kunishukuru. Unaanza kutoka wewe. Unaanza kutoka wewe. Kinyume nyume. Kinyume nyume. Kinyume nyume. Kinyume nyume. Kinyume nyume. Toa kinyume nyume. Toa kinyume nyume. Ndio. Alikuwa anapa kwenda, baridi ya usiku ilimchoma, machoni machozi,